Halo. Kila mtu anatafuta kilicho bora. Nataka Mungu anipe mtu ambaye hata nikimfanyia kitu kidogo ananishukuru. Je, wewe unashukuru? Nataka yule mtu ambaye nikimfanyia kitu kadogo tu anashukuru. Yeye nataka mtu ambaye anashukurani. Je, wewe una shukrani? Kabla hujatafuta mtu ambaye ana shukrani, wewe mwenyewe unatakiwa na moyo wa shukrani. Kabla hujatafuta hicho kitu kilicho bora, wewe umekuwa mtu bora. Kabla hujapata mtu ambaye ni mwaminifu, wewe umeshakuwa mwaminifu. Hayo maswali unatakiwa ujiulize ndani yako. Ukishajua kwamba mimi kumbe haya maeneo bado, ukaanza kujinoa vizuri kwenye hayo maeneo, maana yake ni kwamba Bwana atakupa kitu ambacho unastahili. Kina dada mpo jamani? Unapokuwa muomba Mungu akupe mume, lazima ujiulize kwamba mimi niko tayari kuwa mke. Amina watu Mungu. Unapomuomba Mungu kwamba Bwana na mimi ninaomba unipe mke mwema kutoka kwako, wewe umejiandaa kuwa mume bora. Haya ni maswali ya msingi ambayo ukishajifunza, kwa sababu hii baraka inayokuja, umemuomba Mungu mke mwema, yeye amekuletea yule, una chumba cha kumhifadhi. Simaanishi nyumba, kuna mahali pa kumweka, simaanishi mahali pa kulala. Na maanisha kwenye maisha yako kuna nafasi ya huo ubora unaotaka. Umetengeneza mfumo mzuri wa kiroho ambao utakusaidia kuitunza hiyo baraka ambayo unamuomba Mungu. Jamani, haya ni maswali ya msingi. Nuhu amejenga safina kwa muda wa miaka 120. Manake muda wa maandalizi unatosha kabisa. Wewe haujajiandaa kiroho kwamba Bwana atakapokupa watoto utawaleaje kiroho, Bwana atakapokupa baraka namna hii utaitunzaje. Haujaweka chumba maalum kwa ajili ya kutunza kitu cha Mungu, lakini uko bize unahitaji hicho kitu cha Mungu. Ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla haujahitaji mtu mwaminifu, lazima wewe kwanza uwe mwaminifu. Amen. Kwa sababu unaposema nataka mwaminifu, alafu wewe unajua kabisa sio mwaminifu, unataka kitu ambacho kina uaminifu na ambacho sio mwaminifu, vichanganyikane. Haiwezekani. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba tunapata muda wa kutosha wa kujijenga, muda wa kutosha wa kutengeneza maisha yetu, muda wa kutosha wa kutengeneza tabia zetu, ili kusudi tuwe na mazingira mazuri ya kutunza vitu ambavyo Bwana anatupatia. Nasema hivi, ili Bwana akupe kitu ambacho unastahili, wewe unatakiwa uwe na maandalizi. Nuhu alijiandaa kwa muda siku 120 kwa mvua ambayo itanyesha siku 40. Yaani Mungu anatumia miaka 120 kuandaa kitu ambacho kitatumika kwa muda wa siku 40. Hizo hesabu unazielewa watu wa Mungu? Miaka 120 unaandaliwa kwa ajili ya siku 40 tu. Amina watu wa Mungu. Na unapojiandaa, unapojinoa kuwa mke bora, unapojinoa kuwa mume bora, watu wanakuwa wanakushangaa, lakini hawaelewi ya kwamba unatengeneza mazingira mazuri ya kupata kilicho bora. Amina watu wa Mungu. Lazima uhakikishe kwamba moyo wako unauandaa kwa ajili ya kupokea vitu ambavyo unataka kutoka kwa Mungu. Unaposema Mungu nipe kitu kilicho bora, wewe umekuwa bora, umefanya bidii ya kuwa bora. Unapokuwa unataka kilicho bora, unataka mtu aliye bora wakati wewe hauko bora, lengo lako wewe ni kutaka kumtesa mtu mwingine anapokuja kwenye maisha yako. Na Mungu hawezi kubali ukatesa kitu ambacho ni kizuri. Atakupa kifurushi unachotaka. Saidia kumwambia jirani yako, jiimarishe. Hakikisha unakuwa mtu bora. Hakikisha unakuwa mtu mwaminifu. Unapenda kupata vitu vizuri, kuwa mtu mzuri. Unapenda kupata watu waaminifu, kuwa mwaminifu kwanza. Kwa sababu nikwambie, ukiwa wewe sio mwaminifu ila ni mtaalamu wa kujificha, utapewa mtaalamu wa kujificha zaidi yako. Wewe unasema Bwana nipe wa kufanana na mimi, na unajijua ulivyo na mambo yako ya ajabu ajabu, utapewa mpaka utashangaa. Kwa sababu tukimwona tunajua this is your reflection. Halo, bado hamjanielewa. Nasema hivi, umeiba hela, ukaanzisha biashara yako, unatangaza nataka mtu mwaminifu asimamie biashara yangu, wakati wewe mtaji wenyewe umeiba. Utalia tu. Ni swala la muda, utalia.
Amen. Ndio unakuta mtu kaiba halafu kaenda kuwekeza kula, ametokea panya hata walikotoka hawaeleweki, umekula mazao. Panya hata walikotoka hawaeleweki, wameharibu kitu. Umehifadhi vyakula ghalani, wamepita navyo mle ndani. Sasa ukikaa unalalamika bila ya kukaa chini kutulia kusema lakini hata nilivyoipata hii hela tunajua na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tujitahidi kuwa waaminifu kwenye kidogo kidogo kile. Uaminifu kwenye kitu ambacho ni kidogo, alafu kupitia hicho Bwana akazidisha.